Palikuwa na Adam na Eva, watu wa kwanza katika bustani ya Eden, lakini wakapita. Palikuwa na Nuhu na uzao wake akapita. Palikuwa na vizazi vingi ambavyo tunavifahamu kutoka kwenye Biblia vilipita. Abrahamu akapita, Isaka akapita, Yakobo ambaye ni Israeli akapita, lakini pia Edomu ambaye ni Esau akapita. Vizazi vikaendelea, Yusufu akapita, Daudi akaja akapita, Nebukadreza akapita, wafalme na wakuu akapita, matajiri akapita, Nabali akapita, Ahasuero akapita, Esther akapita, Mordekai akapita. Wengi ambao nawafahamu wakapita. Wakaja wakainuka mitume 12 wakapita, manabii Isaya, Ezekiel, wote walipita. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 46:8 ya kwamba mwanadamu ni kama ua linalonyauka na ni kama majani ambayo hukauka, lakini neno ambaye ni Yesu, yeye hatopita. Mwanadamu ananyauka na kukauka mfano wa majani na ua, kwa sababu pumzi ya Mungu iko ndani yake. Itakapoondolewa, hana kingine chochote kinachomfanya endelee kuishi, lakini yuko Mungu ambaye ndiye neno. Huyo neno Biblia inasema kwamba alikuwepo hapo mwanzo, naye tena alikuwa ni Mungu, na katika yeye hakuna chochote ambacho hakikufanyika. Kila kilichofanyika kilifanyika kwa ruhusa yake. Akisema kiwe kinakuwa, kisiwe hakiwi. Huyo ndiye ambaye anadumu milele. His name is Eternal God. Yeye ni Mungu wa milele. Jina lake ni Sovereign God. Ni Mungu anayetawala vizazi hata vizazi. Yeye hapiti. Wanadamu tuko bize kuweka hazina zetu na akiba zetu mahala ambapo panaharibika na kupita. Tunahifadhi vitu benki, tunahifadhi vitu majumbani, lakini tunasahau kuhifadhi maisha yetu ya baadaye ndani ya Yesu. Yesu ni benki isiyoharibika. Yesu ni benki inayodumu. Yesu ni benki isiyoliwa na nzige na madumadu. Yesu ni benki isiyoliwa na kutu. Tunahifadhi vitu duniani ambavyo moto ukipita unaviunguza, vinaharibika. Magari huharibika, nyumba huharibika, mimea hunyauka. Mungu alipiga Ninawi kwa maji. Mungu alipiga dunia kwa maji, kila kitu kikaanza upya, kwa sababu dunia ni kama karatasi ambalo likikunjwa mara moja tu haitokuwako tena. Lakini Yesu hapiti. Remember kuweka hazina yako ndani ya Yesu. Kumbuka kuweka akiba ya maisha yako ya baadaye ndani ya Yesu, kwa sababu baada ya maisha kuna maisha ya baadaye. Hayo maisha ya baadaye yanategemea uliweka akiba kiasi gani wakati huo kwa ajili ya hiyo baadaye. Kuna maisha baada ya maisha. Hii dunia ni maisha ya milele. Shalom.